Kila kitu mnachojua kuhusu kula mboga za majani, hasa sukuma wiki ambayo mnaitegemea kila uchao, ni uongo mtupu. Simaanishi kwamba mboga yenyewe inaleta madhara, hapana. Namaanisha kwamba njia mnayoitumia kuiandaa inawaua kimya kimya kila mnapokaa mezani. Kabla sijaendelea kufichua ukweli huu mchungu, kama kweli unajali afya yako na ya wajukuu wako unaowapenda, bonyeza kitufe cha kupenda hii video na ujiunge na chaneli hii sasa hivi. Hii ni kwa wale tu wanaojali afya zao kwa dhati na ambao wako tayari kukabiliana na ukweli. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, au kile ambacho maelekezo ya kliniki yanakaa kimya kukihusu kwa makusudi au kwa kukosa muda. Wazee wangu wa Kenya, mnakula sukuma wiki iliyopikwa kila siku mkiwa na imani thabiti kwamba mnafanya jambo sahihi. Mnadhani mnakula mboga za kijini zenye miujiza, mnasimama kifua mbele na kusema hii ndiyo lishe bora. Lakini ukweli mchungu ambao mfumo wetu wa afya unaogopa kuwaambia kwa sababu ya urasimu na madaktari kuzidiwa na idadi kubwa ya wagonjwa ni huu: mnajaza mafuta ya plastiki na kumimina chumvi lundo kwenye hiyo mboga hadi mshipa wa moyo unasonga na kushindwa kusukuma damu. Mfumo hauna muda wa kukaa na wewe kueleza jinsi mafuta haya ya kupima yanavyoharibu kuta za mishipa yako taratibu. Zahanati zimejaa, daktari ana dakika chache tu, anapima presha yako, anakuandikia dawa na kukuambia uende nyumbani. Hawakuambii kuwa sufuria yako jikoni ndiyo inayosababisha tatizo hili. Andika kwenye sehemu ya maoni, je, daktari wako aliwahi kukuambia ukweli huu kuhusu jinsi unavyopika sukuma wiki yako? Sizungumzi nanyi hapa kutafuta sifa. Nazungumza kwa sababu ya uzoefu wangu wa kuona wagonjwa, wazee wenzangu, wakiteseka na magonjwa ya moyo na presha huku wakijidanganya kwamba wanakula chakula cha asili. Nimesoma vipimo vyenu vya damu. Nimeona jinsi moyo unavyohangaika kusukuma damu kwenye mishipa iliyoziba. Ninajua sayansi ya mwili wako, na sinamung'unyi maneno kwa sababu maisha yako hatarini. Mnanunua fungu lenu la sukuma wiki, mnaikata vipande vidogo sana mpaka inaanza kupoteza virutubisho vyake. Kisha mnaweka sufuria jikoni. Badala ya kutumia mafuta kidogo, mnamimina mafuta mengi sana. Yale mafuta ya bei rahisi ya kupima, ambayo yakipola tu yanaganda na kuwa kama mshumaa. Haya ni mafuta yaliyochakatwa viwandani, yaliyojaa lehemu mbaya ambayo mwili haujatengenezwa kuyastahimili. Kisha mnachukua chumvi na kumimina bila kipimo chochote, eti ndiyo mboga iwe na ladha ya kushuka na ugali. Hapa tunajenga jamii ya watu ambao hawategemei tu mfumo kipofu. Jiandikishe na usubscribe wakati hii bado inapatikana. Sisi ni jamii inayotafuta ukweli na kuhoji mambo tuliyoaminishwa. Bonyeza kiungo kilicho kwenye maelezo ya video na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Mnaikaanga ile sukuma wiki kwenye mafuta yanayochemika mpaka inakufa kabisa. Inabadilika rangi kutoka kijani kibichi kuwa kijani kilichofifia. Virutubisho vyote muhimu vinateketea. Mnachokula pale sio mboga tena, bali ni sifongo iliyofyonza mafuta hatari na madini ya sodiamu. Mafuta hayo yanaenda kuganda kwenye mishipa yenu, na ile chumvi inafyonza maji kwenye damu yenu na kupandisha presha kwa kasi. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba bado mnawafundisha wajukuu zenu kweli hii ndiyo lishe bora ya kawaida. Mnawapa sahani kubwa ya ugali na hiyo sukuma wiki iliyojaa mafuta yanayoelea, mkiwaharibu mishipa yao tangu wakiwa wadogo. Hii ni laana ya kiafya mnayoiridhisha kizazi kijacho. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua madhara yake? Ikiwa utabadilisha njia hii ya kupika, utaona mabadiliko ya kushangaza. Ndani ya miezi mitatu tu ya kupunguza mafuta hayo hatari na chumvi, hatari ya shinikizo la damu kupanda ovyo inapungua sana. Utaanza kujisikia mwepesi zaidi, kile kifua kuwa kizito
unapopanda ngazi kitaanza kupungua. Ule uchovu wa kila mara utagundua kumbe ulisababishwa na mwili kutumia nguvu nyingi kusukuma damu nzito. Ndani ya miezi 6, hali ya mishipa yako ya damu inatengemaa. Kuta za mishipa zitaanza kupumua vizuri na mzunguko wa damu utakuwa wa kawaida. Na baada ya mwaka mmoja wa kula sukuma wiki iliyopikwa kwa mvuke au kwa mafuta kidogo sana, viashiria vyako vingi vya afya vinaboreka kwa kiasi kikubwa. Hatari ya kupata matatizo ya ghafla ya moyo inapungua sana. Hii ni sayansi halisi ya jinsi mwili wako unavyoweza kujirekebisha na kujiponya endapo utaacha kuupa sumu kila siku. Fikiria kwa makini kuhusu gharama za matibabu unazoweza kuokoa. Dawa za kushusha presha unazonunua kila mwezi, nauli ya kwenda kliniki, vipimo vya moyo vinavyogharimu maelfu ya shilingi. Hizi zote ni pesa nyingi zinazopotea. Hizi ni pesa ambazo ungeweza kuwaachia wajukuu zako, kuwalipia karo ya shule au kufurahia maisha yako ya uzeeni kwa amani. Badala yake, mnapeleka pesa hizi kwa makampuni makubwa ya dawa kwa sababu tu mlishindwa kubadilisha jinsi mnavyopika sukuma wiki yenu. Mnakubali kuwa watumwa wa magonjwa yanayoweza kuzuilika kikamilifu kwa kubadili tu tabia zenu za jikoni. Uamuzi uko mikononi mwako. Kuanzia leo, chagua afya badala ya mazoea yanayokuangamiza wewe na kizazi chako. Kiungo kilicho kwenye maelezo kinaongoza kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Kila kitu mnachojua kuhusu mlo wenu wa kila siku ni makosa matupu. Ndiyo, ninasema hivi nikiwa na uhakika kamili kabisa. Ila siku mnaambiwa mboga za majani ni uhai, lakini ukweli unaoumiza ambao hawasemi ni kwamba sukuma wiki mnayokula inaweza kuwa sumu inayoangamiza afya zenu. Tafadhali bonyeza kitufe cha kupenda video hii na ujiandikishe kwenye ukurasa huu, lakini fanya hivi tu ikiwa kweli unajali afya yako na unataka kuishi miaka mingi bila maumivu. Wazee wangu, mbona mnadhani mnakula mboga za kijini zenye miujiza, halafu mnazijaza mafuta ya plastiki na chumvi nyingi hadi mshipa wa moyo unasonga, na bado mnawafundisha wajukuu zenu kweli hii ndiyo lishe bora ya kawaida? Mfumo wetu wa afya umejaa urasimu. Kliniki zetu zinakwepa kuzungumzia masuala haya ya kimsingi kwa sababu hawana muda wa kukaa na wewe kuelezea madhara ya mafuta unayotumia. Wako bize kuandika dawa mpya na kufuata miongozo ya haraka. Hakuna anayekuambia kuwa yale mafuta ya kupima unayotumia kukaanga sukuma wiki yako yamejaa kemikali zinazoharibu mishipa ya damu hatua kwa hatua. Huu ndio ukweli mchungu ambao zahanati nyingi haziwezi kukuambia kwa sababu ya foleni ndefu za wagonjwa na urasimu wa kimatibabu. Sijali kuhusu kulinda heshima ya mfumo unaoshindwa. Najali sana maisha yenu ya kila siku. Lakini kwanza, hili ndilo jambo ambalo hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako. Na hapa ndipo maelekezo ya matibabu yanapokaa kimya kabisa. Sukuma wiki yenyewe ina vitamini. Ndiyo. Lakini unapoipika kwa kutumia mafuta mengi yaliyosindikwa vibaya na kuongeza chumvi rundo ili ipate ladha, unaua virutubisho vyote na kutengeneza bomu la moyo. Mafuta hayo yanaganda kwenye mishipa yako na chumvi inafanya moyo wako usukume damu kwa shinikizo kubwa mno. Andika kwenye sehemu ya maoni, je, daktari wako aliwahi kukuambia haya anapokuandikia dawa za presha kila mwezi? Bofya kiungo kilichopo kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Jiandikishe kwenye ukurasa huu sasa hivi wakati fursa hii bado ipo, na ujiunge na jamii ya watu ambao hawaamini mfumo huu wa matibabu kibubusa. Tunahitaji kufikiri nje ya boksi walilotuwekea. Unapomfundisha mjukuu wako kwamba kula sukuma wiki iliyoloa mafuta ni lishe bora, unamjengea msingi wa magonjwa ya kisukari na presha hapo baadaye. Mfumo hautaki ujue hili
kwa sababu mgonjwa wa kudumu ni mteja wa kudumu wa dawa za kupunguza maumivu, biashara ambayo inawafaidisha sana kuliko kuzuia ugonjwa wako kabla haujatokea. Hebu tujiulize kwa makini, ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila hata kutambua? Ni miaka mingapi umekuwa ukikaanga mboga zako kwa mafuta ya bei rahisi yanayoganda kwenye chupa, ukifikiri unaokoa pesa, kumbe unajichimbia kaburi la kiafya? Mabadiliko madogo tu yanaweza kuleta tofauti kubwa sana katika maisha yako ya baadaye. Ikiwa utaanza kubadilisha namna unavyoandaa chakula chako leo kwa kupunguza mafuta hatari na kutumia viungo vya asili kama kitunguu saumu, tangawizi na dania badala ya chumvi nyingi, utaona mabadiliko ya kushangaza. Ndani ya miezi mitatu, hatari ya kupata mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida inapungua sana. Baada ya miezi 6, hali yako ya kiafya inatengemaa, mwili wako unaanza kujisafisha na utajisikia mwepesi zaidi, usingizi utaboreka na uchovu wa kila mara utapungua. Na ndani ya mwaka mmoja, viashiria vyako vya afya vinaboreka kwa kiasi kikubwa. Shinikizo la damu linaweza kuwa katika viwango salama zaidi. Huu sio muujiza, ni sayansi ya mwili wako kujiponya unapoupa mazingira sahihi. Sio lazima uwe mtumwa wa maduka ya dawa kwa kila maumivu madogo ya viungo. Afya yako iko mikononi mwako na inaanza na jiko lako, sio kwenye foleni ya kumwona daktari aliyeelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Fikiria kuhusu gharama zote za matibabu unazotumia sasa hivi kununua dawa za presha, dawa za cholesterol na vipimo vya kliniki vya kila mara. Hizi ni fedha nyingi sana zinazopotea kwenye mfumo wa afya ambao unakutibu dalili badala ya kutafuta chanzo cha tatizo. Hizi ni fedha ambazo ungeweza kuwaachia wajukuu wako. Ungeweza kuzitumia kufurahia uzee wako ukiwa na amani, au hata kuanzisha miradi midogo. Badala yake, unazipa kampuni za dawa kwa sababu tu ya sahani ya sukuma wiki iliyojaa mafuta na chumvi kila jioni. Huu ni wakati wa kuchukua hatua za makusudi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Badilisha mtazamo wako wa kisaikolojia, anza kujipenda na uilinde familia yako dhidi ya makosa haya ya lishe yanayorudiwa. Wajukuu zako wanakuangalia wewe kama kioo chao kikuu. Waonyeshe njia sahihi, waonyeshe kuwa mboga za majani zinapaswa kuwa safi, zilizopikwa kwa mvuke au mafuta kidogo sana na kuongezwa viungo vya asili. Kiungo kilichopo kwenye maelezo kinakupeleka kupata ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Usisubiri mpaka mshipa wa moyo ushindwe kufanya kazi kabisa ndipo uanze kutafuta msaada. Chukua hatua sasa, komboa afya yako, komboa uchumi wako na uwe mfano bora kwa kizazi kinachokuja. Kila kitu mnachojua kuhusu kula mboga za majani ili kuwa na afya njema ni uongo mtupu, na mlichoamini kuwa lishe bora kinawapeleka kaburini polepole. Tafadhali bofya kitufe cha kusubscribe na like video hii. Fanya hivi tu kama wewe ni miongoni mwa wale wanaojali afya zao kweli. Leo tunazungumzia sukuma wiki yenu ya kila siku. Wazee wangu, mbona mnadhani mnakula mboga za kijani zenye afya, halafu mnazikaanga kwa mafuta ya bei rahisi yanayofanana na plastiki? Mnajaza chumvi nyingi hadi mishipa ya moyo inasonga, na jambo lenye kuumiza zaidi ni kwamba mnawafundisha wajukuu zenu kuwa hii ndiyo lishe bora ya kawaida. Huu ndio ukweli mchungu ambao kliniki zinakwepa kuwaambia kwa sababu ya urasimu na kukosa muda. Madaktari wengi wamebanwa na mfumo. Wanawaandikia dawa za presha na kuwaambia mpunguze mafuta, lakini hawawaambii mafuta gani na kwa nini ni sumu. Siko hapa kuwafurahisha. Mimi ni daktari niliyechoka kuona wazee wakiteseka na magonjwa yanayozuilika. Nimeona mishipa iliyoziba na mioyo inayoshindwa kusukuma damu, yote kwa sababu ya makosa madogo jikoni. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako. Andika kwenye maoni, daktari wako aliwahi kukuambia hili. Mnachukua sukuma wiki safi kutoka shambani iliyojaa vitamini na nyuzinyuzi za kusafisha
mmeng'enyo wenu. Kisha mnaiweka kwenye kikaango. Mnamimina mafuta yale ya kupima yaliyochakatwa sana viwandani, ambayo kimuundo hayana tofauti na plastiki. Mnaongeza chumvi vijiko viwili na viungo vya mchuzi vilivyojaa sodiamu tupu. Mnapika mpaka mboga inakuwa nyeusi na kufa kabisa, ikipoteza kila virutubisho. Hapo mnapakua na donge kubwa la ugali, mkiamini mnajenga mwili. Ukweli ni kwamba mnakula mafuta matupu na chumvi inayoenda moja kwa moja kupandisha shinikizo la damu na kuharibu utando wa ndani wa mishipa yenu na kuifanya migumu kama bomba la chuma. Ili kuelewa jinsi ya kurekebisha hali yako kulingana na afya yako, bofya kiungo kwenye maelezo ya video na ujisajili kwa ushauri wa bure. Jiunge wakati bado inapatikana, ili uwe sehemu ya jumuiya ya watu wasioamini mfumo kipofu na wanaotaka kujua ukweli. Fikiria jinsi mnavyopika kila jioni, jinsi mnavyolisha familia zenu, hii sumu inayopunguza umri wenu. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua? Mfumo wa viwanda vya chakula unawauzia haya mafuta na chumvi kwa bei rahisi kwa sababu wanajua mtakuwa wateja wao wa kudumu na baadaye mteja wa kampuni za dawa. Mfumo wa afya hauna muda wa kuwafundisha jinsi ya kupika, wanataka mje mchukue dawa za presha kila mwezi na kurudi nyumbani. Lakini mnaweza kubadilisha hili kuanzia leo. Mwili wa binadamu una uwezo mkubwa wa kujiponya ikiwa utapewa nafasi. Ukianza leo kupika sukuma wiki yako kwa mvuke, ukaweka kiasi kidogo sana cha mafuta safi ya mimea baada ya kupakua badala ya kukaanga, na ukapunguza chumvi, utaona mabadiliko. Ndani ya miezi 3, shinikizo lako la damu litaanza kutengemaa. Baada ya miezi 6, hatari ya kupata kiharusi inapungua sana na hali yako inatengemaa kabisa, huku ukijisikia mwepesi. Baada ya mwaka mmoja, viashiria vyako vya afya vitaimarika kiasi kwamba hata daktari wako atashangaa kuona presha yako iko kawaida. Fikiria gharama za matibabu ambazo utaepuka. Pesa zote unazotumia kununua dawa za moyo, vidonge vya kudhibiti presha na kulipia vipimo vya kliniki kila mara zinaweza kuokolewa. Hizi ni pesa ambazo unaweza kuwaachia wajukuu zako, pesa zinazoweza kulipa ada zao za shule. Badala ya kuwa mzigo kwa familia yako kwa sababu ya magonjwa yanayotokana na lishe duni ambayo ungeweza kuizuia, unaweza kuwa nguzo imara na mshauri wao mkuu wa maisha. Acheni kuharibu chakula chenye afya kwa kukijaza sumu za kisasa zinazotengenezwa kwa faida ya wafanyabiashara. Sukuma wiki ni mboga nzuri, lakini jinsi mnavyoiandaa ndiyo inawaua polepole. Anzeni kutumia vitunguu saumu, tangawizi na ndimu kuleta ladha kwenye chakula chenu badala ya kutegemea chumvi nyingi na mafuta yaliyoganda yanayoziba mishipa yenu. Mfumo wa viwanda vya chakula unataka mnunue mafuta yao mengi na viungo vya kemikali, kisha mnunue dawa zao za kupunguza maumivu. Lakini mna uwezo wa kukataa huu mzunguko. Mna uwezo wa kulinda afya yenu kuanzia leo. Wajukuu zenu wanahitaji hekima yenu. Wanahitaji kuona jinsi mnavyojali miili yenu ili nao wajifunze kula kwa afya, sio kukuuguza ukiwa kitandani kwa sababu ya mafuta uliyokula ukidhani ni lishe bora. Usisubiri mpaka mshipa wa moyo uzibe kabisa upate shambulio la moyo ndiyo uanze kutafuta suluhisho ukiwa chumba cha wagonjwa mahututi. Afya yako iko mikononi mwako, na uamuzi unaofanya jikoni utaamua jinsi utakavyoishi kesho. Kiongo kiko kwenye maelezo, kinakupeleka kwa ushauri wa bure. Jisajili wakati bado kuna nafasi. Anza safari ya kuboresha maisha yako leo, na uwafundishe wajukuu maana halisi ya lishe bora. Kila kitu mnachojua kuhusu hiyo sukuma wiki yenu ya kila siku, ambayo mnaipika kwa kujivunia, ni makosa matupu na hatari tupu. Mnaambiwa mle mboga za majani kwa wingi, lakini hakuna anayewaambia ukweli mchungu kuhusu sumu mnayoitengeneza jikoni mwenu. Kama kweli unajali afya yako,
na unataka kuishi muda mrefu kuona wajukuu wako wakikua, bonyeza kitufe cha kusubscribe na ulike video hii sasa hivi. Hii ni kwa wale tu wanaothamini uhai wao na wako tayari kubadilika. Kliniki zetu za serikali zimejaa foleni ndefu, na kutokana na haraka ya mfumo wetu uliozidiwa, mnaambiwa tu kwa kifupi, mzee, hakikisha unakula mboga. Lakini kile ambacho hamjawahi kusikia kutoka kwa daktari wenu ni hiki: mnachukua sukuma wiki safi sokoni, mnaikata vipande vidogo sana hadi inakosa rutuba, kisha mnaikaanga kwa muda mrefu kwenye mafuta ya kupika ya bei rahisi yanayofanana na plastiki iliyoyeyushwa. Sio hivyo tu, mnamimina chumvi lundo kupata ladha mnayoitaka. Mnaua vitamini zote za asili na kugeuza mboga hiyo kuwa mtego hatari wa kuziba mishipa ya moyo wenu polepole. Kwa miaka mingi nimesimama wadini nikitibu wazee wanaokuja na shinikizo la damu na matatizo sugu ya moyo. Chanzo kikubwa cha haya yote ni hiki chakula mnachokiita lishe bora ya kawaida. Tafadhali andika kwenye sehemu ya maoni. Daktari wako aliwahi kukuambia haya yote unapokwenda kuchukua dawa zako za kila mwezi? Mfumo wa afya unakosa muda na rasilimali za kukaa na wewe chini kukueleza jinsi mafuta haya mnayoyatumia kupika sukuma wiki yanavyoganda kwenye mishipa yako ya damu. Badala ya kupata nafuu na kupona kabisa, unajikuta unameza vidonge mwaka hadi mwaka, ukitegemea dawa kufanya kazi ambayo lishe bora ingeweza kuzuia. Bonyeza kiungo kilichopo kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Hii ni hatua muhimu sana kwako ili uanze safari ya kulinda afya yako leo. Pia hakikisha una subscribe wakati fursa hii bado inapatikana, ili ujiunge na jumuiya ya watu wasiokubali tu kila kitu wanachoambiwa na mfumo bila kuhoji. Tunapika sukuma wiki yetu kwa dakika 30 mpaka inabadilika rangi kuwa nyeusi. Tunaiua kabisa na kuondoa uhai wake. Kisha, kwa kujiamini kabisa, tunawafundisha wajukuu wetu kuwa huu ndio utamaduni wetu, tukipitisha ugonjwa kizazi hadi kizazi. Hizi ni ukweli mchungu ambao hospitali nyingi haziwezi kuzungumzia waziwazi kwa sababu ya urasimu na kukosa muda wa kutoa elimu ya lishe kwa kila mgonjwa. Wanakupa tu karatasi ya dawa na kukuaga urudi nyumbani. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua madhara unayousababishia mwili wako? Hebu tafakari kwa kina. Unaponunua yale mafuta ya kupima na kuweka vijiko vikubwa 3 kwenye kitunguu kimoja ili upike bakuli dogo la sukuma wiki au managu, unakaribisha shida kubwa. Unaambatisha mlo huo na ugali ukidhani unakula chakula cha nguvu, lakini mabadiliko yanawezekana na mwili wako una uwezo wa ajabu wa kujirekebisha ukianza kuchukua hatua leo. Usikubali kuwa mtumwa wa tabia mbaya za mapishi zinazokugharimu afya yako na furaha yako ya uzeeni. Ukibadilisha jinsi unavyotayarisha chakula chako, ukaacha kukaanga mboga kwa mafuta mengi na badala yake ukaanza kuipika kwa mvuke, kuchemsha kidogo tu na kuweka chumvi kidogo sana. Unaweza kutumia viungo asilia kama kitunguu saumu na tangawizi kuongeza ladha badala ya kutegemea mafuta. Ukifanya hivi, matokeo utayaona haraka sana. Ndani ya miezi 3 tu, utaona shinikizo lako la damu linaanza kutengemaa na kuwa katika kiwango kizuri, na utajihisi mwepesi. Baada ya miezi 6, hatari ya kupata mshtuko wa moyo inazidi kupungua kwa kiasi kikubwa sana. Na ikifika mwaka mmoja, vipimo vyako vya afya vitaimarika kiasi kwamba hata wewe mwenyewe utashangaa, na daktari atapunguza dozi za dawa unazomeza. Hutahitaji tena kutegemea mlo unaokuumiza. Fikiria kwa makini kuhusu kiasi kikubwa cha pesa unachotumia sasa hivi kununua dawa za shinikizo la damu, dawa za kupunguza lehemu mwilini na gharama kubwa za vipimo vya kliniki kila mwezi. Hizi ni pesa ambazo ungezitumia kufurahia maisha yako uzeeni mwako bila msongo wa mawazo. Hizi ni pesa ambazo unaweza kuwaachia wajukuu wako kama urithi mzuri. Badala ya kuziacha kwenye maduka ya dawa
kwa sababu ya makosa madogo ya mapishi tunayoyafanya kila siku jikoni bila kujua. Afya yako ya akili pia itaimarika sana kwa sababu utaondokana na hofu ya kuugua ghafla au kupata kiharusi ambacho kitakufanya uwe tegemezi kwa wanao. Mzee wangu, wewe ndiye kiongozi na nguzo ya familia yako. Usiwafundishe wajukuu wako kula sumu iliyojificha kwenye bakuli la sukuma wiki na ugali wa kila siku. Kumbuka, mwili wako ni hekalu lako na unastahili kutunzwa kwa heshima zote na lishe iliyo safi kabisa. Anza leo kufanya mabadiliko haya ya lishe ili ulinde moyo wako na uimarishe mwili wako kwa ajili ya miaka ijayo. Huna sababu ya kuendelea kuteseka wakati suluhisho liko mikononi mwako. Kiungo kilichopo kwenye maelezo kinaongoza kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi na uchukue usukani wa afya yako. Mabadiliko ya kweli yanaanza na wewe, na wakati sahihi wa kuchukua hatua hii muhimu ya kuokoa maisha yako ni sasa.